Yesu Kristo anakupenda sana. Na anaposema anakupenda, hakika yake anakupenda. Ukisoma Yohana 15 mstari wa 13, hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Yesu Kristo apewe sifa. Yesu anatuambia siku ya leo ya kwamba hakuna mwenye upendo wa ajabu na wa kweli kama Yesu Kristo, ambaye yeye ametufanya sisi kuwa rafiki zake. Na anasema hakuna mwenye upendo upitao huo wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Bible inasema katika kile kitabu cha Wafilipi ya kwamba kule alipoona kwamba yu na namna ya Mungu, akaona si kitu, akaja kwetu. Yesu Kristo anatupenda kupita upeo. Mtu anaweza kukupenda, lakini upendo wake una sababu, unaegemea kitu fulani. Ninakupenda kwa sababu unanipenda. Ninakupenda kwa sababu unanipaka kitu fulani. Ninakupenda kwa sababu, lakini Yesu Kristo yeye alitupenda for free. Ndio inaitwa upendo wa agape. Yaani yeye amekupenda kabla wewe hujampenda, yeye amekwisha kukupenda. Na hajaishia hapo tu kusema kwamba anakupenda. Akaendelea mbele zaidi, akautoa uhai wake kwa ajili yetu. Yesu Kristo apewe sifa sana. Unajua, katika maisha tunayoishi, unaweza ukawa unaishi katika dunia ambayo ina changamoto hizi na zile. Lakini katika njia zako hizo, katika changamoto hizo, bado Yesu Kristo hawezi akakuacha na bado anakupenda. Ninachotaka kukuambia majira haya ni nini? Yesu anakupenda ule upendo wa ndani kabisa. Ule upendo ambao watu wote waweza kukuacha, lakini akakupenda. Sikiliza nikwambie kitu kimoja, mtu wa Mungu. Watu waweza kusema wanakupenda. Utajuaje wanakupenda? Ni namna ile ambayo wanavojitoa kwako. Unaweza ukawa na mtu anasema kwamba anakupenda, lakini subiri upate shida fulani. Subiri matatizo yatakapokuja upande wako, na yatadumu kwa muda gani, utajua huyo mtu ana upendo ama hana upendo. Basi Yesu Kristo yeye anatupenda kupita vile tunavyofikiria hilo neno lenyewe upendo. Sikiliza, ukisoma neno la Mungu linasema hivi, naye akatukomboa kutoka katika nguvu za giza, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Akatutoa katika utumwa wa adui Shetani, akatuingiza katika ufalme wake. Akatutoa katika ufalme wa giza, akatuingiza katika ufalme wake. Tukatoka katika utumwa wa adui mwovu Shetani, akatuingiza katika ufalme wa nuru kuu. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Anasema siku ya leo, hakuna mtu yoyote yule awezaye kutoa uhai wake. Yaani upendo huo ni umepita kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Yesu Kristo anakuita wewe ambaye umefika njia panda, unamhitaji Yesu Kristo. Rafiki zako waweza kusema wanakupenda, ama walisema wanakupenda, lakini wakati magumu na mabaya yamekupata, umeona kila mmoja akijiengua, kila mmoja akipita njia yake. Lakini upendo wa Kristo utaenda nawe kila uendapo, kila ukaapo, sasa na hata milele. Yesu Kristo anakupenda. Dunia yaweza kukupenda, marafiki waweza kukupenda, lakini upendo huo ni wa kitambo tu. Lakini Yesu Kristo yeye habadiliki. Yeye ni leo, kesho na hata milele. Habadiliki. Upendo wake ni wa agape. Upendo wake hautegemei chochote kile ambacho wewe unachompa. Yesu Kristo ni wa tofauti, na Yesu Kristo si wa watu fulani. Yesu Kristo ni wa watu wote. Yeye ajaye kwake, sikiliza, Yesu Kristo anasema, yoyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe.
Yesu Kristo si wa dini fulani. Yesu Kristo ni wa yeyote. Yesu Kristo si wa dini fulani. Yesu Kristo si wa watu fulani. Yesu Kristo si special kwa ajili ya watu fulani. Yesu Kristo ni wa yeyote anayemwendea. Yeye anasema anampokea. Yesu Kristo upendo wake hauna mipaka. Yesu Kristo upendo wake hauna vizuizi. Yesu Kristo yoyote anayebisha, yoyote anayemwendea, mlango uko wazi. Yesu Kristo upendo wake ni wa dhati. Upendo wake amejitoa kwa ajili yetu. Anasema katika kitabu cha Yohana 15 mstari wa 13, hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Yesu Kristo hakubaki tu mbinguni na kusema mimi ninawapenda akaishia hapo. Bado akaja hapa duniani, akauvaa mwili, akajitoa kwetu, akafanyika kuwa kafara kwa ajili yetu sisi. Upendo wa Yesu Kristo haufananishwi na chochote, haulinganishwi na chochote. Upendo wa Yesu Kristo ni wa kipekee. Kwa hiyo basi, wewe ambaye unajiona kwamba wewe ufai, wewe ambaye umefika mahali unajiona kwamba wewe haiwezekaniki, Yesu Kristo anakupenda. Yaani ni hivi, katika dunia ya leo, kama ulishawahi kumwona mfanyabiashara labda wale waokota makopo, wewe unaweza ukaona ni wanaokota makopo, lakini yule mfanyabiashara yeye anaona kuna kitu cha thamani katika hilo kopo. Au ulishawahi kumwona mtu ambaye ananunua gari bovu, wewe ukaona kwamba ameona ni gari bovu, lakini yeye anaona kuna kitu cha thamani katika ile gari. Yule mfanyabiashara anaona kuna kitu cha thamani katika yale makopo yanayookotwa. Kwa hiyo kama anaona uthamani kwamba katika kitu kibaya chaweza kutoka kitu chema, kwamba kuna mchakato wa kuchakatwa hiki kitu kikatoka kitu chema katika kitu kibaya, je, Yesu Kristo si zaidi? Yesu Kristo ni zaidi. Katika wewe ambaye unaonekana mbaya, katika hicho ambacho kinaonekana ni kibaya kwako, yeye akaona thamani. Anaona thamani. Waweza kuwa umekaa katika kundi au umekaa katika mahali ambapo watu hawaoni thamani yako, lakini Yesu Kristo anaona wewe ni wa thamani. Anaona wewe ni bora. Anaona wewe kuna thamani ya kiungu iliyoko ndani yako. Ndio maana adui anakushambulia. Ndio maana adui anaiwinda nafsi yako. Kama ungekuwa wewe sio wa thamani, adui asingekushambulia. Usingepigwa na magonjwa, usingepigwa na taabu, usingepigwa na madeni, usingepigwa na hichi na kile. Lakini wewe kuna thamani ya Mungu ndani yako. Kuna uungu wa kiungu ndani yako ambao Mungu ameuona. Na ndio maana siku ya leo anakuletea habari njema za ufalme wa mbinguni, ya kwamba anakupenda. Hapo ulipo si mahali pako. Njoo kwa Yesu Kristo. Yeye hachagui, yeye habagui. Yoyote ajaye kwake, yeye humpokea. Jina la Bwana libarikiwe. Na hizi ni habari njema za ufalme wa mbinguni, ya kwamba Yesu Kristo anakupenda sana. Njoo kwa Yesu. Usikate tamaa, usivunjike moyo. Si wakati wa kukata tamaa, si wakati wa kuvunjika moyo. Ni wakati wa kumfuata Yesu. Anasema yoyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Yesu Kristo anakupenda. Anakupenda kama ulivyo. Watu waweza kukunyanyapaa, watu waweza kuona wewe huna thamani, lakini Yesu Kristo kwake wewe ni wa thamani. Ndani yako anaona thamani. Yaani wewe ni kama mgodi uliotelekezwa. Watu wanaona katika huo mgodi hakuna kitu tena. Umekuwa kama pango. Lakini Yesu Kristo, yeye anaona kuna madini ndani yako. Anaona kuna dhahabu ndani yako bado. Kwa hiyo kama umetelekezwa, wewe ambao umeachwa, umebaki njia panda, Yesu Kristo anaona uthamani ndani yako. Njoo kwa Yesu. Usikate tamaa, usivunjike moyo. Songa mbele katika Yesu Kristo. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Na siku ya leo ambaye unataka kumpokea Yesu Kristo,
habari hizi ni kwa ajili yako. Ukisoma ule mstari wa 14, ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamuruyo. Wewe siku ya leo ukimpokea Yesu Kristo sawa sawa na kile kitabu cha Luka 15 mstari wa 14, anasema ninyi mmekuwa rafiki zangu kwa sababu mnatenda yale ni waamuruyo. Wewe si mtumwa tena wa adui, wewe si mtumwa tena wa dhambi, wewe ni rafiki wa Yesu. Wewe Yesu Kristo anakupenda. Haleluya, haleluya. Na hizi ni habari njema za ufalme wa mbinguni. Wewe ambaye umefika mahali unataka kumpokea Yesu Kristo, ujumbe huu umekubariki. Habari njema ni kwa ajili yako. Hebu fuata maneno haya, na baada ya sala hii utakuwa Yesu Kristo ndani yako, na ninamuomba Mungu wa mbinguni akupe furaha. Ishara ya kwanza, utapokea furaha moyoni mwako, utapokea amani moyoni mwako, na hiyo furaha ni furaha ya Yesu Kristo. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, ninaomba unisamehe, ninaomba unirehemu. Ufute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima, unifanye kuwa wako siku zote za maisha yangu. Amen. Baba, katika jina la Yesu, ninamwombea mtumishi wako huyu. Ninaomba ulinzi wako juu yake, ninaombea ufahamu wake, ninaombea njia zake, ninaombea kila chochote kile ambacho anaenda kukifanya siku ya leo na siku zijazo. Ninaomba ulinzi wako, ninaomba neema yako katika jina la Yesu. Ninaachilia furaha ndani yake, ninaachilia amani katika jina la Yesu, ninaachilia ushindi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Ninaachilia ushindi katika kila eneo, ushindi katika kila eneo. Ninaachilia furaha katika jina la Yesu, ninaachilia amani katika jina la Yesu Kristo, ninaachilia furaha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Maisha yako yakawa ya amani, ndoa yako ikawa ya amani, biashara yako ikawa ya amani, kila kitu kifanyacho kikawa cha amani na furaha. Ushindi wa Yesu Kristo ukawa ndani yako. Katembee na Yesu Kristo kama rafiki yako. Tembea na Yesu Kristo ambaye yeye ni rafiki yako. Na hili neno usilisahau la Luka 15 mstari wa 14, anasema ninyi mmekuwa rafiki zangu kwa sababu mnatenda yale ni waamuruyo. Amen.